Bandu wa Kangare Murega. Asanteni sana. Nimerudi nyumbani. Tena nina furaha sana kurudi tena nyumbani. Mara ile nyingine nilikuja hapa, tulikuja hapa na Kamau. Nikaenda kufungua ile kiwanda ya chai ya Gacharagi pale. Na wakati hiyo walilia mambo ya barabara. Nikarudi Nairobi nikasema barabara ijengwe kwa lami. Ilijengwa hayo kijengwa. Mimi napenda watu wa eneo hii. Ilipofika 2002 nikasema Kibaki tosha. Nisema Kibaki tosha. Wengine wakasema tio Wajaluo hawezi kupiga kura kwa Mkikuyu kwa sababu yale ambayo yalifanyika katika historia. Wajaluo walipiga kura Kibaki 98.5% walipiga Kibaki kura. Kibaki akashinda hata Orengo ambaye alikuwa vile vile ni candidate, lakini Kibaki alipata kura mingi zaidi kushinda Orengo hata Uganda constituency yake yenyewe. Hiyo inaonyesha kwamba Wakenya hawana ukabila. Hawana ukabila. Kibaki ni Mjaluo. Si Wajaluo walimpigia kura. Niliposhindikiza Kibaki kutoka Nairobi kupita Mto China na Bendera kuingia hapo Kenol. Kuanzia Kenol kupitia hapo Murang'a mpaka Sagana mpaka tuingie Madira mpaka tukie Mkurueni mpaka Dhaya. Raila kwa naitwa Mtongoria Jamba. Siwasikia hiyo na maneno. Ndio sasa tumekuwa tulitofautiana na Kibaki kwa mambo ya katiba tu. Najua ile 2005 ama sivyo? Alafu 2007 tukarudi tukashikana tena tukaleta ile serikali ya mseto. Unajua haya? Ndio haya. Alafu yale kuja metendeka mambo yakaingia ile ICC, si mnaelewa? Alafu baadaye kukaja 2013, 2017 watu wanapigana, tamu inatiririka. Ifika wakati mimi na Uhuru tukakutana, tukaongea na tukaangalia inaitwa Journey Down the Memory Lane. Tukarudi kule tulitoka, kule Jaramogi na Kenyatta walianza 1952, 1961, 63 mpaka nini, kasema kule ndio tumetoka. Na watu walikuwa wameungana pamoja. Hiyo moja ndio ilileta uhuru katika taifa letu. Lakini baadaye watu wamekuja wametofautiana. Tunaweza kurudi pamoja, turudishe Kenya pale ambaye mababu wetu walikuwa. Akasema ako tayari. Akasema mimi niko tayari. Akasema basi kama uko tayari simama pale na mimi simame hapa tusalimiane mbele ya Wakenya. Ili tuzike madhambi yote yaliyopita. Yaliyopita si ndwele. Tukanga yaliyomo yajayo. Tunaelewa vizuri. Na Uhuru akakubali. Hiyo ndio maana ya handshake. Ya kwamba sisi tunaunganisha Wakenya, tunarudisha Mkenya kwenye msingi pale tulianza taifa hili yetu ya Kenya. Pale. Tukaangalia tukasema kuna maneno 9 ambayo tunataka tutatue ili Kenya inaweza kuwa imeungana pamoja. Sema mambo ya ubaguzi, ubaguzi ya kikabila, ubaguzi ya kijinsia, ubaguzi ya kidini na kadhalika. Tukasema tunataka tupigane na hii mambo ya uchaguzi. Kila mara kwa mara naleta shida watu wanauana. Nataka vile vile tutatue hii shida ya mambo ya ufisadi
ambaye watu wengi wanahujumu mali ya umma, anaingia kama ni membamba kama sindano, baada ya mwaka mmoja amefura kama kupe, amefyonza damu ya ng'ombe, amefura zaidi, sio? Naona sasa anatembea na helikopta, anabeba kwa magunia, anaingia ndani ya makanisa. Sasa anataka kujenga kanisa, yeye ni mtu wa Mungu sana. Na hiyo pesa ataje ametoa wapi? Nalea vizuri. Unasikia? Ati yeye ni mkarimu zaidi. Sisi yani fisi amejivisha nguo za nani? Nguo za nani? Sasa hiyo ndio sababu tukasema mimi na Uhuru tuungane pamoja, tumalize yale dhambi yote ili Kenya iweze kuendelea mbele. Tunataka kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, awe baba yake ana pesa, ana mapato au ni maskini, anakuwa na nafasi sawa ya kupata elimu kuanzia nursery, kuingia primary, kuingia secondary na mpaka chuo kikuu sawa, na akimaliza aweze kupata kazi sawa na mtu yote, ili aweze kuinua hali yake ya maisha, na ito kwa kizungu social transformation. Sasa haya ndio ukasema, na hiyo Kenya tunaweza kujenga tukiungana pamoja. Ndio sababu tumesema tunataka kuleta mabadiliko madogo katika katiba yetu, na hiyo ni mpendekezo ambayo imetokana na ile tume tuliweka pamoja ya BBI kiongozwa na Wakenya. Umesema tunataka ugatuzi ifanye kazi vizuri, tulete pesa mingi kutoka juu ije hapa mashinani, kutoka 15 peleka mpaka ifike 35 kwa 100 ije hapa chini, na hiyo na usimamizi vizuri zaidi, na kila ward vile vile pate 5 ya hiyo 35 na vizuri, ili tuweze kujenga mabarabara vizuri. Unalia hasa barabara ya Njambini. Hii barabara ya Njambini mimi mwenyewe niliweka kwenye program itengenezwe wakati nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi, ili unapanda mlima hapa baadaye asemaingia Njambini, na huku pande ile ya Kinangop, na huku Naivasha, ana kitoka Kisumu na panda namna hii nimeingia hapa kwenu msingi. Sasa tumesema tunataka yale yafanyike, barabara, matibabu, hali ya matibabu inuliwe sawasawa, ili wauguzi, wadaktari wanaweza kupata mshahara vizuri na kufanya kazi vizuri. Vile vile tumesema nataka kuona kama wafadhili wanakuja hapa, viwanda vinajengwa na kazi inapatikana, wakulima wanapata haki yao. Nalia mambo ya chai, hiyo ni wakulima wa chai, na hiyo chai nataka itajirishi nyinyi, sio wale watu ambao wanunuzi tu. Nataka yule mtu ambaye ni primary producer is the one who should benefit most from the product, sio mtu wa the middleman hapa, mtu wa katikati tu ambaye anakuwa kama kupe. Hayo yote tunaweza kuyafanya. Nataka kuona kama mvuvi anapata haki yake, mfugaji anapata haki yake. Nataka yule ambaye anachimba madini anapata haki yake. Kila Mkenya, kila mtoto ambaye amepata mafunzo sawa sawa anapata nafasi ya kupata kazi sawa sawa. Vile Wachina wamefanya. Wachina wameweza ndani ya miaka 20 kutoa watu 300,000, 300 million people from poverty to middle income status. Tunaweza kutoa Wakenya milioni 20 kutoka kwa hali ya ufukara na kwa hali ya utajiri. Tunaweza? Inawezekana? Inawezekana.
lakini inawezekana sio tu kama tuna viongozi ambao kazi yao ni kutoa huduma kwa wananchi, si kujitajirisha wenyewe. Ati kazi yake usiku na mchana ni kuiba, na Jumamosi Jumapili amebeba na gunia anakuja naye kurushia watu, kama yule mtu ambaye anataka kuchinja kuku. Si unajua yule mtu anataka kuchinja kuku? Anataka kuchinja kuku, ameweka maji kwa sufuria, alafu anachukua mahindi, alafu anaita kuku kut 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 kut, anarusha mahindi. Rukuku nafikiri jamaa leo amenikumbuka. Amekuwa mkarimu zaidi. Ajue kuku, ajue ati haja yake si kulisha kuku, haja yake ni kitoweo. Sasa ile kuku anakuja karibu na mnaye ananasa. Kwe 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 kwe. Kisu yuko tayari. Anakata shingo, maji inachemka pale. Kitoweo tayari, sio? Sio? Kwa hivyo yule jamaa anakuja kwako na ile pesa amebeba kwa gunia, ni haja yake sio kukusaidia wewe na pesa. Hakuna haja yake. Wewe ni kama kuku tu. Tunaelewana mzuri? Hii ndio sababu sisi tunataka kuleta legacy. Wote huo and Raila want to bequeath the generation coming of Kenyans. It's a Kenya that is united, a Kenya that is liberated, and a Kenya that is advanced. Kenya ambayo you have laid a firm foundation for economic takeoff. That is what you want to do. Hiyo ni sababu tunafanya hii. Na tumesema tutafanya kama Wakenya watatembea pamoja na sisi. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari kwa mkono? Hii ndio sababu tumesema tunataka tutembee kama kitu kimoja. Uwe Mkikuyu, uwe Mkamba, uwe Mkale, uwe Mjikenda, uwe Mturukana, uwe Mjaluo, wewe ni Mkenya kwanza. Sawa sawa? Sawa sawa?